nafanya kila kitu. Yaani wewe mpumbavu mmoja unatembea na mke wangu, unajua nimemgelemea mara ngapi? Wewe kaka umekosea. Unajua nimegelemea mara ngapi mimi? Sasa ungemkanya mkeo tokea huko. Yaani wewe uniambie chochote. Yaani wewe uniambie chochote nakwambia huyu ni mke wangu. Yaani wewe unauzito unazosea wake. Wewe haya. Kweli kaka ujauzito unazosea. Unaniambiaje? Sasa kwa anajua kwamba mimba sio yake, kwa nini sasa anakuwa hivi? Unaniambiaje? Wewe unaniambiaje? Mwache. Unaniambiaje? Usifanye hivyo mama. Tulia sasa. Ivan, sogea. Ivan naomba nimwonyeshe. Ngoja nimegaramia vitu, nimegaramia chochote. Mimba, nimedanganywa. Baba uchungu, unajua. Wewe mwanangu unanipiga kibao. Mimba. Wewe unanipiga kibao mwanangu. Wewe unanifanyia vitu kama hivi. Mimba umeniambia kwangu sio kwangu. Umeniambia naomba ni sawa. Sikiliza mimi. Yaani wewe umeniambia mimba kwangu sio kwangu. Nimegaramia mara ngapi? Umeniambia sijui ultrasound nimetoa gharama ngapi kwako? Nimetoa gharama ngapi? Usifanye hivyo. Takuua. Yaani mimi na maana wana mapenzi uje. Oya. Alafu mwambie kibwana chako ananizingua ndani kwangu, mwambie huyo kibwana chako hiki. Mimba sio yangu. Kinanizingua ndani kwangu. Hiyo mimba sio yangu ya kwangu. Hiyo mimba ya kwangu sio ya kwangu. Mimba ya kwangu sio ya kwangu. Nataka nikusikie wewe kwa mdomo wako. Mimba ya kwangu sio ya kwangu. Usifanye hivyo. Mimba ya kwangu sio ya kwangu. Ya kwangu sio ya kwangu. Nataka nijue. Nataka nijue. Nijue. Sio yako. Mimba sio yake. Mimba sio yangu. Unasema kwa hasira au ni uhalisia? Ndio sio yake. Mimba ya nani sasa? Ya huyo hapa. Huyu si mume wako ndoa? Zungu tulia basi. Zungu pole bwana, pole bwana. Zungu. Jikaze mtoto wa kiume Zungu, mtoto wa kiume. Kulialia sio vizuri, unamkufuru mswali Mtume. Sio kwangu. Ushaambiwa sio yako. Sasa unauliza nini ambaye kitu usichokijua ni kipi? Umeambiwa sio ya kwako. Kipi unachouliza mara tatu? Nisikilize mimi basi, nisikilize. Zungu nisikilize. Oya, sikia. Nisikilize. Zungu tuepushe. Sikia. Tuepushe ugomvi Zungu. Zungu usifanye hivyo. Zungu mwepushe mimi na kuchukia kweli na kuchukia. Wewe brother nakuchukia. Yaani wewe mwanangu nikikuona kokote ninapokuona mimi na wewe. Wewe uniambie kitu. Wewe uniambie kitu. Wewe kwa vile umekuja na watu zako huko ndani. Acha kuzingua kaka. Wewe umekosea, tulia. Yaani ugomvi unaendelea nini? Umekosea nini? Ugomvi umekosea. Huyo sio mke wako, ni mke wake kaka. Unamtia ujauzito mke wangu akiwa ndani ya ndoa. Unamtia ujauzito mke wangu? Yaani unapata ujasiri gani wewe? Unapata ujasiri gani yani? Bwana kifua sana. Unapata ujasiri gani wewe? Sawa. Kwa hiyo unatembea na wake za watu, si ndio? Yaani unatembea na wake za watu. Unajua mimi nimegaramia vitu vingapi kwake? Unajua? Zungu tulia. Ukiwa unaendelea kutazama video hii au huenda umeshamaliza kutazama video hii, kwa unyenyekevu mkubwa ni kuombe kusubscribe to my YouTube channel. Hapo chini kuna neno limeandikwa subscribe. Naomba ukalibonyeze, bila kusahau kulike video hii na kucomment ili tuendelee kutengeneza familia kubwa. Mimi ni kipenzi cha wengi, adui wa wachache, top content creator Ivan 17. Ni usiku wa manane na inaweza kawa na kushangaza mtazamaji, lakini leo tuna issue tofauti kidogo. Kuna mwanamke au mwanadada au mwanamama anaenda kufumaniwa, na kufumaniwa huku kunatokana na utovu wake yeye wa nidhamu, kwa sababu amemdanganya mume wake ambaye nipo naye hapa anaitwa Ali Likele kwamba anaenda mkoani kumuguza shangazi yake. Lakini mara baada ya kufuatilia, watu wamemtrack, wamegundua yuko hapa Dar es Salaam, hajaenda mkoa wowote. Lakini walipofuatilia zaidi, wamegundua yupo kwa mwanaume wake, awala wake wa muda mrefu. Samahani kama nimetumia neno baya. Hivyo ndo tupo hapa, tunatoka tunaelekea huko. Nipo na ndugu yangu, nataka umsikilize kwa ufupi ili tuwahi tusije tukachelewa eneo la tukio. Lakini siko peke yangu, nipo na Oil chafu zela kuchafua Mu Talent. Niko na Mu Talent bwana. Unajua mambo kama haya mikiki lazima muwe wengi zaidi. Ndugu yangu Ali Likele, pole sana kwanza kaka. Asante brother Ivan. Na pole pia kwa changamoto ambazo wanazipitia. Tumekuwa tunawasiliana muda mrefu na nilikwambia lenye mwanzo siku zote linakuwa na mwisho. Tunaona sasa mwisho wake leo. Ni kweli. Nilikuwa natamani mtazamaji ajue kwa ufupi historia ya mahusiano yako wewe na mke wako na mpaka haya yanatokea. Mimi kwanza nafanya biashara. Lakini pia huyu mke wangu nina muda naye mrefu kidogo. Hapa katikati mke wangu akaonyesha kubadilika sana. Na si kama mimi na mapungufu, labda nampa kila kitu ambacho anahitaji. Kila kitu. Kuna muda anajinyima hadi mimi, lakini yeye nimtimizie kila kitu ambacho anahitaji. Lakini nilikuwa namuhisi kuwa ananisaliti.
ila nilikuwa sijapata uhakika, ndio maana nikakutafuta Ivan, nikakwambia hebu naomba nichunguzie hili swala ili mbali niweze kupata uhakika. Hatimaye leo Mwenyezi Mungu amesikia kilio changu na kwenda kumuona msaliti wangu. Ivan, inauma brother. Pole sana. Inauma sana. Ni mwanamke wa ndoa bila shaka? Ni mwanamke wa ndoa, nina zaidi ya miaka 2 niko naye. Pole sana. Vipi, mna watoto labda au mmefanikiwa kupata familia ya pamoja? Hapana, hatuna mtoto, ila ana ujauzito wa miezi 5 sasa hivi. Miezi 5? Ndio. Una uhakika kama huo ujauzito ni wa kwako au ni wa huyo ambaye yupo naye huko alikoenda? Yaani kwa hilo Ivan, mimi sina uhakika, lakini yeye ananiambia ni ujauzito ni wa kwangu. Lakini kwa jinsi ambavyo namuona sasa hivi mwelekeo wake, nahisi kabisa hata hiyo mimba itakuwa sio ya kwangu pia. Kwanza ni kipi kilikufanya uone tofauti na ukahisi kwamba mkeo anaweza kawa anakuchiti? Kuna muda na unajua mahusiano lazima kila kitu kiwe wazi, lakini ukiona anaonyesha visishi vya kuweza kujificha ficha, akiwa anaongea na mtu utakuwa anaondoka, anaongea na simu muda mrefu. Yaani unaona tu vitabia fulani, akiona message ukishika simu yake hata kama hujasoma message utakuta anaongea kwa ukali. Kuna muda unafumania message kabisa, lakini anakudanganya. Kwa jinsi mimi ninavyompenda, waga tu namsikiliza hata uongo ambao ananiambia, lakini naona kabisa huu ni uongo. Unakuta message juzi kati nimekuta message kuwa anasifiwa, wewe ni mwanamke mzuri, nakupenda sana, siwezi kukuacha. Nimeshuhudia hiyo vitu Ivan. Navumilia tu. Pole sana kaka, usilie. Na sasa nilikuwa ninaombi hapo na ndugu yangu Ulichafu. Tulikuwa tunaomba zile message ambazo tumezipata hadi tukajua eneo alilopo, ni wasomee watazamaji hapa. Ulichafu nisaidie simu mtazamaji na kutusomea message ambazo tumezipata. Ambazo zilionyesha wazi huyu dada amedanganya, hajaelekea Dodoma kama alivyosema kwenda kuuguza, bali yuko hapa hapa Dar es Salaam Tandale, ambako sisi wenyewe ndo tunatoka hapa tunaelekea. Mimi naona kama tunachelewa. Ndugu yangu, utazisoma au unazisoma? Nizisome. Inauma, lakini ndo hivyo, amna namna. Tulianza kufanya uchunguzi na tukaja kugundua kwamba mwanamke huyu anamchiti, na tukapata na message. Kwa mfano kuna message inasema kwamba huyu boya nishamuaga kwamba naenda kwa shangazi kumuuguza huko kijijini na amenipa ruhusa, hivyo kesho tu nitakuwepo hapo kipenzi changu, nakupenda sana. Mimi boya jikaze. Mimi boya, yani mimi namgalimikia kila kitu. Mwanamke si mpumbavu brother Ivan huyo. Mimi namgalimikia kila kitu ambacho anahitaji mimi, leo anaita mimi boya brother, kweli? Jikaze. Mshikaji sasa akajibu akasema kwamba sawa, nashukuru mpenzi wangu, nakupenda pia, lakini pia usisahau kuja na kile kiasi ulichosema utakuja nacho. Kwa huyu mwanamke manake anatoa mimi hela kwangu, anampa mchizi, yani sio manake mimi nafanya biashara. Kuna muda mimi napata hasara, namgalamikia yeye, anavaa vizuri, anapendeza, anapaka mafuta ya gharama, ananifanyia kitu kama hichi brother. Mimi unaona kama tunachelewa brother. Kuna message nyingine hapa ziliendelea ila kaka, hebu nikusaidie kuzisoma haraka. Soma haraka. Mtazamaji, nitakusomea haraka kwa sababu inabidi tuwahi eneo la tukio. Of course brother nitafuta last week, akaniambia bwana, nina mke wangu lakini simuelewi, kuna vitu anavifanya ambavyo si vizuri. Nikamwambia hamna shida, lakini juzi jamaa akanipigia tena, ndo akanielekeza issue kwamba mke wake anasema amesafiri, lakini anahisi hajasafiri, kuna sehemu ameenda. Nikamwambia nipe namba yake. Hivyo kuna manjonjo tuliyafanya hapa na pale, na hizi sasa ni message zake za yeye na huyo mwanaume kuanzia ilikuwa ni, ngoja nikusomee tarehe mtazamaji. Ilikuwa ni saa 9:34 siku ya tarehe 6 ya mwezi wa 5 mwezi Mei mwaka 2026. Alimwambia tumepitia mengi, lakini yeye haiwezi kufanya ni kuache. Tumetoka mbali na kupenda tangu enzi zile za pweza na kachori. Sio rahisi mimi kukusaliti kama unavyosema. Mwanaume wake akajibu akamwambia, mimi sio mjinga, najua kila kitu. Natambua ya kwamba yawezekana sio namba moja kwako, ile inahitaji kuheshimiwa kama mwanaume. Mwanamke akamwambia, nitatafuta wakati unaohitaji kutoka kwangu, nitakuwa nakupa muda, usijali, nakupenda sana. Akaambia, uoneshi kunipenda. Ungekuwa unanipenda ungenisikiliza kila ninalokuambia. Tumekuwa watu wa kubishana sana siku hizi.
sio kubishana. Muda mwingine unahitaji mambo ambayo yapo nje ya uwezo wangu, na ukiwa unajua nimeolewa na nina mume, ni lazima muda mwingine ni mheshimu. Jamaa kajibu akamwambia, huo puuzi ndo ninachukia, kwa sababu unashindwa kujali nafasi yangu kama mwanaume wako. Sasa kuna umuhimu gani wa mimi kuwa na wewe? Akaambia, umekuwa mtu wa kulalamika sana unipi muda wala nafasi unipi muda wala nafasi ya kujali naendeleaje. Siku zote umekuwa muhitaji kwangu kuliko mtoaji. Nahitaji nafasi ya kuzungumza na wewe, unipe muda kama unaompa mume wako. Yani imagine mtu ameolewa afu jamaa hajaoa, lakini jamaa anahitaji kupewa muda kama ambaye anapewa mume wake. Sitaki mutant inatosha. Sitaki tupoteze muda mtazamaji. Tunatoka hapa eneo ambalo tupo, siwezi kukuambia ni wapi, tunaelekea Tandale. Ndo location inaonyesha huyu mwanadada yupo, lakini mpaka tunaenda kufumania tumeshatafuta details zote from A to Z. Tunajua kila kitu na tunatoka hapa tunaelekea huko. Lengo ni kujua ukweli. Mwisho siku maamuzi atakuwa naye brother. Mimi naitwa King Ivan 17, niko sambamba na Oil Chafu, mzee wa kuchafua. Tunatoka hapa tunaelekea Tandale. Mtazamaji, ungana na mimi kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Ivan 17. Unaniuma moyo yaliyonikuta, yani siamini na tena najuta. Rafiki yangu, ndugu yangu, nilivyomkuta na bebi wangu kitatani kwenye shuka. Jamani siamini, simanzi moyoni, nimekosa nini mimi kanitenda hadharani, minipo hatarini, mapenzi ndo nini kikulacho kiguoni mwako, yani rafiki yako ndiye adui yako. Kikulacho kiguoni mwako, yani mpenzi wako ndiye adui yako. Penzi konyo mapenzi konyo mapenzi konyo mapenzi konyo mapenzi, siyataki tena. Na mimi mwenzenu nilimpenda kinoma, usiku silali, mchana joto na homa. Yani najiuliza ni kipi kwako sijafanya, ukanisaliti ukaenda date na mwana tena. Yani ulijua kwamba yule ni mwanangu, yani kama ndugu yangu. Inumiza moyo wangu kichaka, ila sitokuripa japo moyo nasita Kikulacho kiguoni mwako, yani rafiki yako ndiye adui yako. Kikulacho kiguoni mwako, yani mpenzi wako ndiye adui yako. Penzi konyo mapenzi konyo mapenzi konyo mapenzi konyo mapenzi, siyataki tena. Mtazamaji, ndo tunaingia mitaa ya Tandale. Ukiwa unatokea huku Sinza, wanaita Sinza E, kwa nyuma huko tunaingia Tandale ambako inasemekana huyu mwanadada yupo. Hii mitaa iliyopo ni karibu kabisa na mitaa ya Sinza E. Nipo na ndugu yangu Oil Chafu, mzee wa kuchafua. Leo mwendo wa ngili kaka. Nipo na Zongo pia. Hapo inaonyeshaje? Tuko sahihi. Kwa hiyo kwenye track yetu Lamani
Tukishukia kwa pale mbele. Pale tukishukia kwa pale maana hapa tuko karibu kabisa na tushukie kwa pale. Hata kwenye kushuka tujipange. Kulia. Nyumba yenyewe ndio hii hapa. Hii hapo mbele. Hii hapo. Sasa tushukie pale mbele. Tushukie hapa hapa inakuja. Basi uko fresh baba. Kwa mimi niko fresh. Hapo hapo. Hapo hapo. Tushikie hapo. Hapa hapa. Hapa hapo hapo. Hapo hapo. Kameramani kuwa makini. Kameramani umakini. Kameramani. Nasikia Zungu, nyumba ambayo tumeitrack inaonyesha ni hapa tumefika. Hii ndio nyumba yenyewe. Kwa vile geti jeusi. Uko fresh? Tuende kwa makini, hamna kujaza watu kama ulivyosema mwenyewe, vurugu hamna. Ama mimi niko sawa tu, hamna shida. Sawa. Tunagonga tunaingia. Kwa wazi. Zungu kaa nyuma, kaa nyuma, kaa nyuma. Tulia, usiwe na jazba, usiwe na nini Zungu, sawa? Wewe kiume jikaze. Sawa sawa. Taratibu. Kaka. Mbona ramani inavyoonyesha? Ndo hapa. Sawa. Si ramani inaonyesha, tunafuata ramani mpaka ilipo simu. Ni chumba inaonyesha ramani kwenye chumba. Yani si ile nini inaonyesha hapa, si unaona hapa? Kwa hiyo tunafuatiliza. Odi. Nakwaje kaka? Sana. Nakwaje? Ukiwa unaendelea kutazama video hii au huenda umeshamaliza kutazama video hii, kwa unyenyekevu mkubwa ni kuombe kusubscribe to my YouTube channel. Hapo chini kuna neno limeandikwa subscribe, naomba ukalibonyeze, bila kusahau kulike video hii na kucomment ili tuendelee kutengeneza familia kubwa.